alikuwa hajui Virgil Abloh nani, yani hawaelewi bado. Sio, unanielewa vizuri Lakini Mnyamwezi baada ya kuintroduce Off-White, na unajua Off-White imezinduliwa Italia, Milan hiyo. Kwa sababu Off-White nakumbuka inatoka lakini kwenye soko la mtumba kama Memoria una possibility ya kukutana nayo sana. Unaweza kukutana nayo. Pia ilikuwa imetengenezwa, Virgil alikuwa anaamini kwenye arts, alikuwa anaamini kwenye creativity ambayo ndio maana kwenye Pyrex aliweka, unajua Off-White wanakuambia ni the color between white and black, the gray color, ile rangi pale. Kwa hiyo yeye alikuwa anajaribu, pia ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa street sana, mitaa, hip hop and everything. Ndio maana alikuwa anainua sana hata vijana, alikuwa anatoa madini kwa vijana bure kabisa for free. How about raising your business, kufanya matangazo. Kwa baada ya kuizindua ile, na unakumbuka mwaka 2010 baada ya kufanya album ya Donda, CEO wa Louis Vuitton akaona pale kuna kitu pale. Wanandoa. Kuna kitu pale. Louis Vuitton akaona CEO wa wanandoa. Louis Vuitton ni noma. Louis Vuitton ni noma. Hawajaachana. Louis Vuitton ni noma sana. Na alichokifanya CEO ni kwamba alimpa notification Virgil kwamba itabidi uje kuwa artistic, sawa director wa Louis Vuitton. Yani ile unajua, unaonaga ile watu wanaenda Paris Fashion Week, unakuta kwenye runways watu wanaonyesha mavazi yao, watu wanaonyesha ni nini wanacho, creativity ya hali ya juu. Kwa hiyo Virgil Abloh ndio binadamu mweusi wa kwanza kuitwa na kuwa artistic, yani yeye sasa kuwa artistic director wa menswear mwaka 2018. Virgil Abloh amefanya mambo makubwa kwenye fashion ambayo sasa hata watu wenyewe walikaa chini wakapagaa, yani wakaona this is not normal, he exceed normal. So unanielewa vizuri. So baada ya hapo nadhani kafanya vitu vingi pia katikati, ila baada ya hapo Virgil Abloh ule jamaa alikuwa anaumwa, lakini alifanya private, yani hakufanya sana watu wajue kama alivyofanya kwenye familia yake. Ila mwaka 2019 alikuwa diagnosed, ni aliangaliwa, alifanywa check up, akagundulika kwamba ana cancer, nadhani na 19 kwenye moyo. Kwa hiyo ile miaka miwili kutoka 2019 mpaka mwaka 2021 anafariki, alikuwa anaendelea kupiga michakato kama kawaida, na huku akiwa anajua mimi naumwa na sina muda wowote, lakini hakuna mtu aliyejua yoyote, ila aliendelea kufanya michakato yake kama kawaida. Lakini kikubwa kuliko vyote Virgil alivyofanya, ambavyo ni vikubwa pia na ameacha alama kubwa kwenye fashion, ni kwamba Virgil aliamuaga pia hadi kufungua website, ambayo hiyo website ilikuwa inaitwa Free Game. Yani maana yake unaingia bure na unapata madini bure. Yani maana yake ilikuwa ni kwamba wewe ukiingia kwenye ile website, anasema kauli zake alisemaga kwamba kama wewe umefanikiwa kwenye biashara, au wewe unaweza ukamwelekeza mtu kuhusu biashara, basi hiyo elimu unaotakiwa kuwapa watu ambao wako mtaani hawawezi kuipurchase, isitolewe kwa gharama kubwa, inabidi itolewe bure, kwa sababu wewe ushabarikiwa. Kwa nini usiwaambie na watu wengine wafanikiwe kama wewe ulivyofanikiwa? Kwa hiyo alichokifanya yeye, akawa kwenye ile website anawaambia watu michongo yote kuhusu biashara mpaka kufanikiwa. Nadhani ile website walikuja akaitoa. Unajua watu hawapendi mafanikio. Kwa sababu ilikuwa ni Off-White mpaka leo. Na nakumbuka mwaka 2010 na ngapi? Ilikuwa 2018 na 19. Off-White ilikuwa ni moja ya brand ambayo ilishusha mpaka Gucci. Yani ni brand ambayo ilikuwa iko hot at that time. Yani ilikuwa ipo kwenye climax. So unanielewa, watu walikuwa wanajua hii brand inaweza ikafa, kwa sababu ilikuwa ipo ki-street sana, ipo kimtaa zaidi. Unajua wenzetu wanapenda luxury, lakini yeye Virgil aliamua kufanya street na aliamua kuifanya pia kama luxury at the same time. Kwa hiyo Mnyamwezi alideal na soko lote, amekutana na watu wengi, amefanya collaboration na kampuni nyingi ikiwemo Nike, ambao kwenye Nike ametia Off-White mle ndani, kafanya kuna zilikuwa zinaitwa top 10, kafanya kwenye Jordan, wote ni Nike yao. Amefanya kazi na Fendi, kafanya kazi na Kanye West, kafanya kazi na Louis Vuitton, kafanya kazi na Nikea, mpaka alikuwa aliajiriwa kwenye, actually alipewa mkataba kwenye kampuni za ujenzi. Watu wanataka tu ile art painting kwa uwezo wa akili aliokuwa nao. So Virgil Abloh ni legend. Kwa sisi tunasema BBC walisema kwamba huyu jamaa
ni yani alifikia level akawa sasa umaarufu wake ni unusual, yani sio kawaida kwa mtu tu ambaye ni designer wa fashion kujulikana kiasi kile duniani, yani kuwa ni maarufu kiasi kile, yani ilikuwa ni unusual kwa mtu yoyote ambaye alishawahi kufanya fashion. Kwa alifikia level ambayo ni kubwa sana. So Virgil Abloh ni legend kwenye fashion na amefanya kila kitu kwenye fashion, kafanya makubwa ambayo sisi Virgil Abloh hatumdai, ila ametuachia respect. Na pia katika kitu kikubwa kingine alichokifanya, alijaribu pia kuanzisha funds. Unakumbuka hata kipindi kile imetokea jamaa alikuwa anaitwa George Floyd, yule jamaa askari Marekani walimuua black, aliprint mpaka matisheti, aliamua watu waliokuwa wanafanya protest wanaandamana, aliwaamua kuwatengenezea mpaka matisheti. Na pia baada miaka 2020 nadhani alikuwa anaona kabisa mimi muda wote naweza nikapotea, aliamua kuanzisha funds kwa ajili ya watoto mtaani. Kipindi Virgil anafanya vizuri nilikutana na Antisocial, ambao nao pia ilikuwa ina sound kama street lakini luxury, lakini sikufanikiwa kujua ni brandi ya nani, iko na nini, na kwa sasa hivi sioni hivyo. Sio rahisi sana. Unajua hizi brandi bana, inabidi mtu uwe na akili sana, kwa sababu fashion inabadilika kila siku. Fashion haijasimamaga. Ndio maana kuna kipindi watu wanapenda mabagi, kuna kipindi watu wanapenda slim. Kila nyakati zina nyakati zake. Kwa hiyo kwanza kuisimamisha Off-White, hadai Virgil Abloh kafanya kila kitu kwenye hii dunia, na sisi tunasema huko alipo ametuachia kitu ambacho, yani kwa hasa kwa sisi watu weusi, ametuachia deni ambalo inabidi atoke mtu mkubwa sana aje afanye vitu vikubwa sana kama Virgil Abloh. Kwa sababu sasa hivi unaona kama Louis Vuitton wanachukua watu kama kina Pharrell Williams, lakini sio wao madirector. Unajua ukiwa artistic wa event, that means wewe unasimamia mchongo mzima mpaka runway. Na kwenye runway ile ya Louis Vuitton, yule Mnyamwezi walikuwepo kina Rihanna, ndo alikuwa mtu wa kwanza kabisa kupita akiwa amevaa mavazi ya Mnyamwezi. Kina Playboy Cut, unajua kina Kid Cudi, sijui wanaitwa wale Wanyamwezi, watu walikuwa kibao sana. So rest in peace Virgil Abloh. Sisi tunasema hatukudai chochote, umetuheshimisha watu weusi, na amefanya vitu ambavyo watu waliona haviwezekani. Genius of all time. Uone wa kuchukua nafasi yake. Kwa sasa hivi hakuna kichwa kama hicho brother. Na kupata mtu kama ule sio rahisi brother. Kuwa appreciated na watu wa ngozi nyeupe sio kitu kirahisi kaka. Kafungua stores kibao duniani. Travis umuoni? Not Travis, ASAP. A$AP Rocky yeye ni, unajua A$AP Rocky amekaa kama modo. Yani A$AP Rocky yeye ni kwamba yeye hakuna nguo inamkataa. Ila sio kana kwamba yeye ametengeneza manguo. No, hizo akili wanazo wachache maniga. Hizo akili wanazo wachache sana. Yes, bana, tumeweza kupiga story Brain Chief 212. Next time kwenye Runaway Mob, cha kufanya ni kuendelea kustay na sisi, kwa sababu hii ndio sehemu pekee ambayo unajipatia madini na tunaendelea kuenjoy next time.